Nela. Kwa nini nimwote hii ndoto? Na kwa nini niwaote watu ambao ni ndogo? Mzizi wa penzi letu bado unachipua, japo unaniona fiatu, hutaki nisikia, ila wenzako bado ndio moyo wangu. Mary, 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 Mary. Vipi, uko sawa? Ndio, niko sawa. Kama hauko sawa niambie nikusaidie kufagia. Wala usijali. Usijali, niko sawa tu. Okay. Shoga yangu, ni bora hata tulivyokutana hapa, maana huu mguu nilikuwa nakuja huko kwako. Kuna nini tena shoga yangu? Yaani mwenzio na magumu sana. Hapa nilipo nadaiwa kodi ya nyumba, na Lemi kila nikimpigia simu ananiambia yuko bize na kazi. Sasa sijui hizo kazi gani. Mimi mwenyewe sina hata hela hapa unavyoniona, sielewi. Mwenye nyumba amekuja pale nyumbani ameniwakia, anataka pesa yake, na amenipa masaa machache tu. Leo anataka pesa yake. Yaani hapa unavyoniona, moja haikai, mbili haikai, na sina msaada wowote. Pole sana rafiki yangu. Lakini kwa nini Lemi anajisahau sana hivi? Yaani anasahau kabisa pale alipofikia ni jitihada zenu wote wawili. Nakumbuka kuna wakati ulikuwa unauza vitu vya nyumbani kwenu ili tu imradi yeye asome. Leo hii haoni thamani yako kweli? Yaani siwezi kuamini Lemi inamshinda pesa ya kukulipia wewe kodi. Alafu mbaya zaidi, anajua kabisa wewe una ujauzito wake, lakini hata ajali. Kwa nini analomba kiasi hichi? Ndio hivyo rafiki yangu. Mimi sielewi kwa nini Lemi amebadilika kiasi hiki. Na sidhani kama kuna sehemu yoyote ambayo labda mimi na yeye tumegombana, tumekwaruzana au tumeenda tofauti. Hakuna, tuko sawa tu. Lakini mimi simuelewi. Tangu amesoma amepata hiyo kazi, kunihudumia hawezi. Kila siku ni mtu ambaye yuko bize tu. Mimi mpaka sielewi nafanya nini ndugu yangu. Lakini Adela, ili swala usikae nalo moyoni. Kuna haja ya kuwahusisha watu wazima. Hivi unajua hii ni hatari. Inaweza kusababisha hata pressure. Kwa hiyo nakuomba sana rafiki yangu, ili swala ufikishe kwa wakubwa, ili tuone watakusaidiaje. Sawa, nimekuelewa. Nitafanya hivyo.
Sawa, na kuhusu hicho kiasi mimi nitakusaidia, na kama unakihitaji kwa sasa hivi tunaweza kwenda nyumbani nikakusaidia, maana kwa sasa hivi hapa sijabeba kiasi chochote. Sawa, tashukuru sana shoga yangu, maana utakuwa umenisaidia pakubwa sana sana, maana sielewi, nimekosa msaada, lakini wewe rafiki yangu umeamua kunibeba katika hili. Nashukuru sana rafiki yangu kwa msaada wako, maana nilikuwa sijui napata wapi hiyo hela ya kodi. Kiukweli utakuwa umenisaidia sana. Mungu akubariki, uendelee kuwa na moyo huo huo. Usijali, mimi ni rafiki yako na kama ndugu yako pia, haina haja ya kulia. Sitaki kuamini kama bado unawaza kwenda. Tumetoka mbali nikiwa kigoli wako asali tamu yako. Shemeji Kasam. Naam shemeji. Bila shaka umeamka salama. Ya, niko sawa. Okay. Jana tukupata wasaa mzuri wa kuweza kuzungumza kutokana na ubize kidogo wa kazi hapa nyumbani. Vipi kuhusu safari yako? Umetokea na Mwanga au Mikanjuni? Nimetokea Mikanjuni shemeji. Oh, Mikanjuni. Okay. Na vipi kuhusu hali ya mgonjwa? Mgonjwa? Yeah. Vipi ulipotoka? Umemwacha katika hali gani? Mgonjwa. Babe. Babe, mbona unataka kwenda hiyo kazini na hujachana ndevu? Samahani kipenzi, nilikuwa nimepitiwa. Haya sawa, uje nikuandae uende. Okay. Sitozitenda hani, niko napo mwili wanizizima, kama ua mimi ndio lako shina, wangu sukari mwenye sauti kinanda, wangu daktari tabibu wa zangu homa, sio siri tena nakupenda, tuombe mema takuwa, nipe tamu yako. Hapo sawa, upo vizuri, unaweza kaenda kazini. Asante. Lakini na mazungumzo kidogo na shemeji hapa. Nikishamaliza nitaondoka. Babe, ungewahi tu kazini, ukirudi tuongea naye, si bado yupo tu? Ni sawa mke wangu, lakini si muda mchache tu. Ni sawa, lakini umechelewa sana kazini. Kwa sasa kazi ni bora zaidi kuliko haya mazungumzo yenu. Wewe ukirudi, utaongea naye tu, si bado yupo? Basi sawa. Shemeji, mimi natoka mara moja naelekea kazini. Nadhani nitaporudi baadaye tutazungumza vizuri. Sawa shemeji, kazi njema. Sasa kipenzi, niacha niondoke.
Sawa hani, lakini usichelewe kurudi. Usijali kuhusu hilo. Mzizi wa penzi letu bado unachipua, japo unaniona. Mbona umeshtuka sana Sara? Hapana. Usio na hofu bwana. Miadi yetu iko pale pale. Naelekea kazini. Na nikitoka kazini tutaanzia pale ambapo tumeishia. Sawa, ni wewe tu. Sawa. Kama unaofahamu sasa hivi hapa ndani tuna ugeni. Kwa hiyo ikitokea tumekosa nafasi hapa ndani, nitapambana kwa gharama yoyote ile tuweze kupata sehemu nzuri ya kuenjoy. Sawa kaka, nimekuelewa. Sara, mimi sipendi uniite kaka bana. Sawa kipenzi, nimekuelewa. Okay. Nikutakia wakati mwema, naelekea kazini. Okay, uwe na kazi njema. Bye. Haya. Nakupenda, tuombe mema, takuwa. Nipe tamu yako, nikupe tamu yangu, zamu kwa zamu, jasho likitutiririka, hadithi utamu kole. Baby. Nelo, usinifanye mimi mjinga. Ina maana umeshindwa kwenda kuchaniana huko mpaka mje kuchaniana hapa sebuleni? Kwa lengo lako mimi niumie, si ndio? Sina kuuliza. Hapana kipenzi. Uone kama mimi nimekusaidia. Unadhani nisingetokezea hapa ungemjibu nini? Wakati hamna chochote unachokifahamu. Haijalishi Neila. Inavyoonekana ni dhahiri kwamba huyu jamaa unampenda. Kwa hiyo na wewe upo radhi kabisa mimi niumie, si ndio? Tena unanifanyia makusudi. Mbele yake mimi niko hapa. Kweli? Sasa mimi nataka nifahamu hatima yangu mimi na yeye iko vipi humo ndani? Babe, naomba tu nivumilie kwa muda. Kila kitu kitakuwa sawa. Nikuvumilie? Nitaendelea kuvumilia huu ujinga mpaka lini? Mimi ninachokihitaji humo ndani tuondoke. Hapana babe. Sio haraka kiasi hicho. Naomba nipatie muda kidogo tu. Na imani kila kitu kitakuwa sawa. Na humo ndani tutaondoka. Seti. Usinone basi. Wewe, umemaliza kufua malai? Ndio madam, nishamaliza. Aya, toka hapa.
Adela, haujui sasa hivi ni usiku? Kwa nini unapiga simu? Jamani kipenzi, kwani kuna shida gani ya mimi kukupigia simu usiku? Hapana kipenzi, lakini unafahamu kabisa kuwa majukumu yanakuwa mengi kazini na muda kama unatakiwa nipumzisha akili yangu. Sawa babangu, nitaka nikwambie ile pesa ya kodi nilizima kwa rafiki yangu na tayari nishamlipa mwenye nyumba. Sawa, basi ningeomba uniache nipumzike. Tutazungumza vizuri asubuhi. Sawa kipenzi, nakutakia usiku mwema. Na mimi bado nakuombea kila siku. Nakupenda sana baba Kijacho. Nakupenda pia. Bye.